vile umesema umepoteza baadhi ya viungo vya mwili, unaweza tuelezea kisa labda kimoja, nini kilifanyika hiyo siku ambayo? Wakati familia ilikuwa Sunday, tulikuwa church, tulikuwa kwa ibada. So wakati wameingia ndio wakaendelea kushuti hizo mabombe na masasi, ndipo nikashikwa na hiyo, so nikaletwa huko Nairobi kwenye matibabu. Myself, I am a survivor from the genocide of Wanyamulenge. I used to live in Kasai. My husband was killed. I was in prison with my 7 children, including pregnancy. Because of what? Because I was in Wanyamulenge, only for the reason. Historia ndefu hatuwezi kuizungumza wakati huu. Halafu walipo hata wakati wa mipaka ya Berlin, hao walikuwa hapo mpaka tangu miaka hiyo mpaka leo hawajakubaliwa kama wakongomani wengine. Hasa halafu hiyo kabila ya Wanyamulenge ndio wanabaguliwa. Ilikuwa ni ilianza ikiwa ni kabila ndogo 3-4 wale tunaokaa pamoja. Halafu ilikuja ikakua mpaka leo government yenyewe, president rais mwenyewe ni kinyume chetu. Halafu akawaleta wa militian wa inchi wenyewe, akawaleta soldiers, akawaleta ma-expert, akawaleta hata wazungu. Wanakuja nao wote ni kinyume chetu, kusudi watuondoe katika mahali petu, katika territory zetu. Wengine waliuliwa wakakuliwa nyama, so hata kitu ya dehumanization ilifanyika huko. Mtu anakuliwa kama mnyama na chuki na fitina zilichochewa. Wengine waliitwa like disease, wengine waliitwa microbes ndio uliwe. Sasa hiyo ndio kitu ilifanywa kwetu kwa kabila yetu ya Wanyamulenge. Sasa tuko hapa kwa kukumbuka watu wetu, civilians, wamama, watoto na wazazi, na hata wapendwa wetu ambao walijaribu kudefend community yetu wakakufa kwa kisa hiki. He stood up. He was a colonel in the army of DRC. But when he heard about what is going on in our country, in our community, in our place, he stood up. He left the army he was serving. Then he went to stand together with the community so that he may at least call upon other kind of, so that he may call international organizational communities to come and stop the killing that was going on. Then they finally sent a drone to come and shoot him. They shot him. He was dead together with some other escorts who were surrounding him at one time. Then this man who is speaking is the witness of what happened to him. He was fighting so that he may save, he may spare our people, our community. Then his hand was chopped, you can see. He was shot, then his hand was chopped. You know, now we are here to commemorate, and we call upon the international organization to kindly come and offer assistance, to come and give us justice and freedom. We need to live like others. So we need freedom, we need justice. Our community want to live in dignity and justice and freedom. Thank you. Kwa hivyo kitu gani ambacho kimetuleta hapa leo? Labda tu kwa zaidi uweze kusema jina lako na unasimamia kikundi gani, alafu hasa ni nini hasa leo tumekuja hapa hivi kimetuleta hapa siku ya leo? Asante bwana habari. Ninaitwa Daktari Benjamin, mimi ni pastor. Niko hapa, mimi ni Mnyamulenge kutoka milima ya Kongo. Nimekuja hapa si kwa ajili ya sherehe, kuja hapa kwa sababu ya kuangaliana kwa macho, bali tunakuja kwa sababu ya huzuni au na kuonyesha shida zetu zinazodumu kwa miaka mingi. Sisi ni Wakongo kama wengine, lakini kwa miaka mingi, karibu miaka 60 sasa au 60 na zaidi, tunabaguliwa na ndugu zetu. Wao wanaitwa Wakongo kama sisi, lakini wanatubagua kufuatana na sura zetu, kufuatana na mila, kufuatana na tunavyoishi. Ndio maana vita imeanza, inakuwa miaka mingi, lakini kwa miaka hii 8 ya baadaye ndipo vita vilikuwa vikali zaidi kati ya sisi kabila ndogo, alafu kwa sababu ya lugha tunayoizungumza kinyume na lugha nyingine, alafu tunabaguliwa na ndugu zetu. Tulikuwa karibu tunabaguliwa na ndugu zetu, lakini siku hizi
ni government yenyewe yote, karibu yote kabisa ni kinyume nasi. Kila siku drone zinaua watu, kila siku mabomu ya kila siku mpaka leo asubuhi vita vinaendelea, na tunakuja hapa alafu kulalamikia nchi tuliko nayo, nchi za mataifa, ili ziweze kusikia haja zetu na waweze kutusaidia. Lazima tusaidiwe kama viumbe wengine, lazima tuwe na amani katika nchi yetu, lazima tuwe na amani kwa watoto wetu, wasome waendelee kama Wakongo wengine. Ndio maana tumefika hapa. Asante. Kwa hivyo waweza sema labda ni katika maeneo gani hasa ambayo tumeshuhudia visa kama hivi ambavyo watu labda wameuawa, watu wameshambuliwa sehemu mbalimbali, ni wapi hasa? Kongo ni kubwa, lakini kwa maeneo ya East Congo na South Congo, yani South Kivu na North Kivu, ni mahali ambapo watu wanasumbuliwa siku baada ya siku, wanauliwa siku baada ya siku. Sasa ni miaka 8 kabisa kamili, watu wakifa usiku na mchana, wengine kuuliwa, wengine inafikiwa kiwango cha kuua mtu, kuchoma na kula. It's very sad. Kwa hivyo ni kwa sababu umezungumza kwamba umesema kwamba sasa ni watu gani hasa ambao wanafanya haya mashambulizi? Kwa sababu kuna wale wanasema kwamba ni wanajeshi wa nchi fulani, ni milisha fulani. Ni hasa watu gani ambao wanafanya mashambulizi? Kwa sababu ukiuliza, kuna mtu atasema pia kuna makundi ya Nyamulenge pia yanafanya vitu kama hivyo. Sasa ni makundi gani hasa yanafanya hivyo, na ningetaka nini hasa? Kubali au sijaelewa jinsi gani Nyamulenge anaweza mwenyewe kujiua mwenyewe. Si Nyamulenge kuwa mwenyewe, yeye ndiye victim. Alafu wanaouana au vita vinakuja vinalenga tu Nyamulenge. Alafu wao Nyamulenge ni wanani? Ni watu wanaishi South Kivu tangu 1885 ndio walifika huko, lakini wanazungumzia lugha ya Kinyarwanda. Alafu tangu miaka ile, ni historia ndefu, hatuwezi kuizungumza wakati huu. Alafu walipo hata wakati wa mipaka ya Berlin, hao walikuwa hapo mpaka tangu miaka hiyo mpaka leo hawajakubaliwa kama Wakongomani wengine hasa. Halafu hiyo kabila ya Nyamulenge ndio wanabaguliwa. Ilikuwa ni ilianza ikiwa ni kabila ndogo 3-4 wale tunaokaa pamoja, alafu ilikuja ikakua mpaka leo government yenyewe, president rais mwenyewe ni kinyume chetu. Halafu akawaleta wa militian wa nchi wenyewe, akawaleta soldiers, akawaleta maexpert, akawaleta hata wazungu wanakuja, nao wote ni kinyume chetu, kusudi watuondoe katika mahali petu, katika territory zetu. Nimeelewa kwamba kuna vile umeelezea, na pia tumeweza kutazama katika media tofauti, mitandao, vitu ambavyo vimeendelea. Lakini sasa kuna maswali, watu wanasema kwamba Banyamulenge pia wanasaidiwa na taifa jirani kama la Rwanda, Uganda. Unaweza semaje kuhusu swala hilo? Hiyo siwezi kukubali kwamba wanasaidiwa. Tangu mwaka wa 64 ndio vita ilianza Kongo. Rwanda haikuwepo na hayo mataifa mengine hayakuwepo. Kuna ile tunaita Twirwaneho, ndio jina lao, Twirwaneho, yaani tujisaidie wenyewe, auto defense, na ndio ile inafanywa. Hatusaidiwe na yoyote, nguvu zetu zinatoka kwao wenyewe, sababu wao ndio wanatoshambulia. Halafu unajua wakati unajidefend mwenyewe unatumia nguvu zako zote, halafu wanapokuja wanatushambulia, tunapigana nao vita na silaha zao walizo nazo ndizo tunawanyang'anya, halafu na ndizo tunatumia mpaka leo. Hatuna msaada mwingine wowote. Okay. Asante. Tunaweza pata mtu mmoja mwingine apate kuelezea zaidi. Nani atakuja? Njoo katikati. Alafu tunaweza pata mtu mmoja mwenye ameshuhudia kisa moja kwa moja. yaravuze ngo haze kuboneka n'undi mu mutahamya wahuye n'ibyo bintu.
Nitaendelea ama ukiendelea unaweza eleza tu, anza kufanya introduction kwa majina, unaitwaje, majina yako mawili yote, wewe ni nani, alafu pia uelezee kisa ambacho kinakumba jamii ya Nyamulenge. Ya, asante sana wanahabari. Kwa majina naitwa Steve. Mimi ni mchungaji na tuko hapa kwa ajili ya kumbukumbu na kukumbuka wapendwa wenzetu ambao walifariki na hawajafariki kifo cha kawaida, waliuliwa. Wengine walichomwa kwa manyumba, na wengine ni watoto wadogo, wengine ni wamama, na kwetu kulishambuliwa kabisa. Kulikuwa na vijiji vingi. Sasa hivi tumebaki na kijiji kimoja mahali tu panaitwa Minembwe Center. Wengine kuliharibiwa kabisa, kulishambuliwa, manyumba zilichomwa, ng'ombe, mali yetu zilienda, na hata wakati wote walihamishwa. So by force walikuwa forced out to live homeland, wakaenda kuishi kama wakimbizi kwenyewe. Hapo ndio kulianza auto defense ya kudefend wenyewe, sababu mahali wanaishi camp za FARDC, jeshi la Kongo, wako hapo, lakini rebels walikuwa wanakuja wanalala kwa kampu ya army ambayo ina responsibility kama jukumu la kulinda wakaaji, lakini wakawafungulia mlango na kuja asubuhi, wanalala kwa kampu, asubuhi wanatushambulia. Hivyo ndivyo kwetu kulishambuliwa mpaka saa hii, kwingine kulisha. Lakini hiyo group ya auto defense ndio iliamka ikaanza kujidefend na kusaidia wazazi ndio waweze kusurvive mpaka saa hii. Kwetu hawaishi, wana survive. Wamekaa na hizo shida for long time, na serikali ikiangalia na hata ikitumia na hata ikiweza kudeny. So process zote za genocide zilifanyika kwetu. Number one, classification ilifanyiwa. Tulibaguliwa kutokana na wengine wakaaji kama sisi ama wengine wenyeji kama sisi, na baada ya kubaguliwa wakapewa vifaa na wakafunguliwa milango ya hawa militias armies kutoka nchi tofauti, wakaja wakaishi kwetu wakiwa pamoja na vikosi vya FARDC, wakashambulia wakaaji wenyeji, baraia wenye hawana hatia yoyote. Hivyo ndivyo kwetu kulishambuliwa. Alafu kukaja politicization. Wakaaji wetu wale majirani wetu na hata serikali ilichochea ilichochea raia kama sisi, ikazusha chuki na fitina, na hata walifanya symbolization. Wengine wakatuita Wanyarwanda. We are not Rwandese, we are Congolese by birth. Tangu mababu na mababu tulizaliwa huko, lakini wanaendelea kutuita Rwandese. We are not Rwandese, lakini hiyo jina inatumiwa kama symbolization. Ndio ule mwenye ako kwa serikali hata anatumika. Wengine waliuliwa wakakuliwa nyama, so hata kitu ya dehumanization ilifanyika huko. Mtu anakuliwa kama mnyama, na chuki na fitina zilichochewa. Wengine waliitwa like disease, wengine waliitwa microbes ndio wauliwe. Sasa hiyo ndiyo kitu ilifanyiwa kwetu kwa kabila yetu ya Wanyamulenge. Sasa tuko hapa kwa kukumbuka watu wetu, civilians, wamama, watoto na wazazi, na hata wapendwa wetu ambao walijaribu kudefend community yetu wakakufa kwa kisa hiki. Asante sana. Message yetu kwa serikali yetu ya Kongo niweze kulinda kabila yetu, population yetu kama population zingine ama kama kabila zingine, na discrimination tulifanyiwa, na sisi tunahitaji haki kama watu wengine. Jambo la tatu, na hata haki ifuatwe kwa wale wapendwa wetu wenye waliuliwa. Kuna wapendwa waliuliwa Gatumba ilikuwa na government, ni nchi ya Burundi, lakini wapendwa waliuliwa, na hata wale wenye waliua watu bado wako kwa serikali, lakini government yetu ili stop investigation ndio hao watu wasifuatiliwe. Sasa haki ifuatiliwe na protection itimizwe na serikali. Hiyo ndio ombi letu.
Kuna mtu pale hapa hivi ambaye ameshuhudia kisa cha moja kwa moja, labda aweze kutuelezea. Pole sana. Kuna mtu anahitaji set mic. Oya, boss. Rudisha hiyo mic. Ningependa mwanzo uweze kujiintroduce kwa majina yote mawili, kama John nani, at least two names, so that wakati wa kufactor your name inakuwa rahisi. Alafu labda utuelezee kisa moja kwa moja, nini ambacho kilifanyika na kitu gani ambacho umeshuhudia katika hayo matukio. Mimi kwa majina naitwa Luambaza Pezia Mudeka. Hapa mahali tunapokumbuka wenzetu ambao wameuliwa huko nchini Kongo, kabila la Wanyamulenge. Ni vita ambazo zimechukua muda mrefu, tukiuliwa kiholela bila yule ambaye anaweza kututetea, bila yule ambaye anaweza kutusikia. Hata leo ambayo tunapoongea hayo maafa tunayo hata sasa, ambapo ninakwambia watu wanaendelea kuuliwa vibaya. Mimi ni miongoni mwa wale ambao nimejeruhiwa kupitia hizo vita. Naona sina viungo, sina mikono, hata na pande zingine ambazo nimeumia vikali kupitia miaka mingi ambazo nimepitia hizo vita. Mpaka sasa hivi naendelea kuongea ama kulia ili Umoja wa Mataifa na nchi zingine zipate kusikiza, kwa sababu tunateseka sana. Sijua kama swali hilo limefika vizuri. Lakini pia waweza tuelezea zaidi kisa, vile umesema umepoteza baadhi ya viungo vya mwili, unaweza tuelezea kisa labda kimoja, nini kilifanyika hiyo siku ambayo kisa hicho kilifanyika? Ni vita ambazo zimeanza tangu awali, sikumbuke, lakini ni kama mwaka wa 1960 na 60 just. Lakini kwangu ni vita ambazo zimekuja, ilikuwa mwaka wa 2000 na 2019, ilikuwa Disemba date 15. Alafu wao waasi wa Majimaji wakajitokeza kwenye vijiji zetu wakatuvamia. Ilikuwa Sunday, tulikuwa chache, tulikuwa kwa ibada. So wakati wameingia ndio wakaendelea kushuti hizo mabombe na masasi, ndipo nikashikwa na hiyo, so nikaletwa huku Nairobi kwenye matibabu. The microphone. So, first of all, start introduction. Jina zote mbili. My name is Emmanuel. I'm the youth leader. I'm here speaking on behalf of the youth. So we are here to commemorate our heroes who have fallen at the battle of Field when they are fighting on behalf of our community. Now currently they have said so many things. Currently we are fighting the army of DRC, including the army of Burundi, including the different militias, as they have said. They have done a coalition together, all of them. So they stood up to fight against our community since 2017 up to now. Currently, as we are speaking, the drones are doing bombardments. They are shelling the civilians in the villages. We have noticed recently some houses have been burnt by the bombs of drones. Even the hero that we have come to commemorate today has been shot by the drone. You can imagine, to the extent of sending a drone to kill somebody, a hero of our community who went there to fight so that our community who have been marginalized, discriminated, so that we may not be chased from our place. We stay in the high mountains of Minembwe, in the different places, high mountains, we stay there. In DRC, as they have said, in southern Kivu. So since that kind of war started, the general that we have come to commemorate today, he stood up. He was a colonel in the army of DRC. But when he heard about what is going on in our country, in our community, in our place,
he stood up. He left the army he was serving. Then he went to stand together with the community so that he may at least call upon other kind of, so that he may call international organizational communities to come and stop the killing that was going on. Then they finally sent a drone to come and shoot him. They shot him. He was dead together with some other escorts who were surrounding him at one time. Then this man who is speaking is the witness of what happened to him. He was fighting so that he may save, he may spare our people, our community. Then his hand was chopped, you can see. He was shot, then his hand was chopped. You know, now we are here to commemorate, and we call upon the international organization to kindly come and offer assistance, to come and give us justice and freedom. We need to live like others. So we need freedom, we need justice. Our community want to live in dignity and justice and freedom. Thank you. Thank you so much. If you can get one lady at least to add on the speech. Kwa hivyo ulianza kwa majina, waitwa nani? Majina yote mawili, unafanya nini, alafu mbona uko hapa siku ya leo, unaweza kusimulia pia kisa kimoja, alafu. My name is Rosa Makwendo. I am a human rights activist. I'm from the US. I come for different reasons, but today is a commemoration to remember our hero who was killed. I am in Manga community. So, what is the end goal? What do you want to achieve? What is that specific message you want to send maybe to the international community, human rights organizations, and basically the world at large with regards to what is happening in the eastern part of DRC? I believe most of the people, they still just ignore. That's why we want to raise our voice. This is not starting for today. It has been for a long time. Myself, I am a survivor from the genocide of Banyamulenge. I used to live in Kasai. My husband was killed. I was in prison with my 7 children, including pregnancy. Because of what? Because I was a Banyamulenge, only for the reason. And I believe the whole world, the whole nation, they tried us to ignore. They look aside. Right now, my village, my people, my parents, my aunts, my uncles, they are in a situation no one can believe. They are in lack without even internet, because our own government is trying to silence it, to do to nobody know it. So we are crying for help. Please, anyone who can take an action, please don't listen to us for nothing. We have been cried, we did the protesting, and the whole world is looking at what? It's looking at people like they are playing a game. Please, this is not a game, this is our parents. Drone without plane, without the pilot. Because they send a drone without the pilot, because of themselves, they're scared to die. Why are you scared to die? You go to kill the parents of someone. Our life is a matter. Our life is a matter. We are human rights, human beings as anyone. We are people who have a potential. Also, this is our country. Is where we come from. So, is the mistake to be a Munyamulenge? Is the sin? Is the criminal? Somebody to come, our own government, pay another government, other countries, to go to kill his own citizen. Please, the people who are understand our voice, please don't ignore, don't try to look aside, because it is our own parents. This is not the history, and this is not. I'm sorry. I'm so sorry. Sometimes it hurts to see one nation try to ignore while our people are dying. People are locked. Government is shooting our people. No one have access to hospital. No one have, we cannot even people who are wounded to take them to the hospital. It's the people who are not have any access to any life. They have no source. They cannot, what they want to do.
please, the people who are here, it's not good. And the whole nation silent. I know genocide have happening. People try to say never again. Never again. Is it a business? Can they do under business more than that? If the people want to take a minute, take it. But let us live like everybody. That's the most cry out. I hope someone can take an action. Human rights, United Nations, peacekeeper. People knew for sure for war. That's most important. They are crying for help. As a Banyamulenge. Right now we come to remember the man who sacrificed his own life to go to help his parents. He was a kid on our own government. So what can we do? So, Is there anyone with a question?